hazipishani. Kati ya akili za mwanaume na akili za mwanamke, ni akili gani ambayo inafanya kazi kwa usahihi na ikifanya maamuzi imefanya maamuzi kwa usahihi? Hebu mwe mnaacha kufananisha akili za kipumbavu na akili za mwanaume. Hivi unajua akili ya mwanaume wewe? Mwanaume akomae alipe kodi. Mwanaume alipe bili ya umeme, maji na hata hospitali. Mwanaume ajue watoto wanaenda vipi shule, alipe ada. Mwanaume huyo akupatie wewe mwanamke pesa. Bado haitoshi, aihudumie familia yake nyumbani kwao na familia yako wewe mwanamke. Haijaishia hapo. Ajue ni kiasi gani ataweza kumaintain ili aweke akiba ya maendeleo yenu. Bado haijaishia hapo. Mwanaume huyo anatakiwa awe na nguvu za kiume za kuweza kukumudu wewe na kukuridhisha mwanamke kitandani. Hiyo akili unaweza ukaifananisha na akili yoyote ile? Hapo mwanamke unafanyiwa yote hayo, lakini utamuona huyo mwanaume hafai na kwenda kumchiti na mwanaume anayekuchatisha kila siku kwa SMS. Kwa akili ya mwanaume ni akili kubwa sana. Haifai kufananishwa na akili ya kipumbavu. Mwanamke hasense vitu sensitive sana. Yaani yeye anatumia tamaa. Mwanaume anatumia akili na hisia kali. Na ndio maana ukitazama wanaume wana maendeleo, wanaume wengi kuliko wanawake. Sababu wanawake tumejiaminisha kuwa mwili wetu unaweza ukatupatia kila kitu na sio nguvu. Ila wanaume wenye akili timamu wamejiaminisha kwamba nguvu zao wanaweza akamwaga jasho lao kwa niaba ya kukamilisha ndoto zao, na si mwanamke. Si unanielewa? Japo wanachiti, lakini ndio hivyo, ishakuwa wanaume wanachiti kwa sababu ya tamaa. Na mahusiano, mwanaume akichiti mahusiano yapo. Mwanaume anaweza akachiti na mapenzi yakaendelea, isitokee shida. Ila mwanamke ukichiti, mapenzi hayapo, kwa sababu unaanza dharau na unaanza kujisahau na kumuona yule wa nje ana thamani kuliko huyu wa ndani anayekufanyia kila kitu. Mthamini sana mwanaume anayekupa hata shimia yake aliyoitolea jasho, maana kuipata hela si kazi rahisi. Na ukitaka kujua, siku nenda naye kazini uone changamoto wanazopitia, alafu ndo utaelewa.